wakulima wameagizwa kuhakikisha wanajisajili kwa maafisa ugani ili waweze kuwa na namba ya utambulisho, hatua itakayowezesha kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali. Afisa kilimo wa manispaa ya Bukoba, Filbert Kimario, ametoa wito huo wakati wa semina kwa wakulima na wafugaji iliyoandaliwa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TDB kuhusu kilimo cha kibiashara. Atakiwa awe na namba ya utambulisho. Ile namba sio kwa ajili ya kuuziwa mbolea au mbegu, ila inasaidia. Kwa hiyo kila mkulima anatakiwa awe na namba kama unavyokuwa na namba ya NIDA. Kwa kama wewe ni mkulima una namba ya utambulisho, hakikisha unajisajili kwa afisa ugani wa kata. Muone afisa ugani wa kata au wa kijiji chako au mtaa wako. Akusajili kwenye daftari na pia usajiliwe kwenye mfumo ili upate ile namba ya usajili. Ile namba itakusaidia kupata fursa sasa. Ikitokea fursa labda unataka kununua mbolea kwa bei ya ruzuku, utaenda na ile namba yako ya utambulisho kwamba mimi ni mkulima. Ukitaka kununua mbegu za mahindi kwa bei ya ruzuku, utaenda na ile namba yako kama wewe ni mkulima. Na huduma nyinginezo. Itafika mahali hata mafunzo kama haya kwa wakulima, basi tunaangalia wale wakulima wenye namba za utambulisho ili tukuepuka wakulima mamruki. Kwa hiyo ni muhimu kujisajili. Ile namba ni muhimu mkulima aweze kujisajili. Na pia hata kwenye database ya Wizara ya Kilimo, wakulima wote waliosajiliwa ndio wanaotambulika na wizara kwamba sasa hivi tuna wakulima kadhaa na namba zao ni hizi na zinaeleza mpaka na mazao wanayolima. Afisa masoko wa TDB Richard Sempindu ametoka wakulima na wafugaji kutumia tawi la benki hiyo lililofunguliwa mkoani Kagera katika kupata ushauri ili kunufaika na fursa zinazotolewa na benki hiyo. Ukienda kukopa kwa mtu ambaye hafahamu nje ya shughuli za kilimo, inawezekana hapo tukakaa mwisho kwa wewe kile kibanda chako ulichoweka kama dhamana kwa kimepotea. Kwa hiyo karibuni kwetu kwa ajili ya huduma kubwa za mikopo, lakini cha pili kwa huduma za ushauri. Sawa, unaweza ukatumia miaka miwili kwenye kunoa jembe lako au kunoa shoka lako, ili mwaka mmoja unapokwenda kupata mti basi mazingira yawe rahisi. Kwa hiyo kwenye hiyo ofisi ambayo tumefungua hapa Bukoba, na wasihi sana, tafadhali sana, fikeni kuomba ushauri wa nini unataka kufanya, wa aina ya shughuli ya kilimo ambayo unataka kufanya. Hivyo tunasisitiza sana kuliko hata kwa wenyewe. Nao baadhi ya wakulima wamesema kukosekana kwa mitaji kwa wakulima wadogo na ufinyo maeneo ya kulima imekuwa chanzo cha kushindwa kulima kibiashara na hivyo kukwamisha jitihada zao za kujikwamua kiuchumi. Wamesisitiza kuwa elimu kuhusu kilimo cha kibiashara inatakiwa kuendelea kutolewa ili kuwabadilisha kutoka kwenye kilimo wanachokifanya kwa sasa. Tunaishukuru sana serikali kwa kuwa imeanza kuwajali wale wakulima wadogo wadogo, maana wale wakulima wadogo wadogo walikuwa wameachwa sana. Ndio maana mababu zetu walilima kilimo kile, alafu na wengine ambao wanakuwa sasa hivi wanaendea kwenye maeneo haya ya tabia kama ile. Sasa kwa kuwa serikali imeweka mikakati na jitihada kuwasaidia wakulima ili watoke kwenye kilimo cha mazoea, ndo na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu ili tuangalie kama tutakutoka kwenye kilimo cha mazoea. Yale cha kufanyika kwa kuwa serikali imeshaweka mkono wake, tunaiomba serikali iwasogezee huduma wakulima wadogo wadogo ili mazao yao ambao watakuwa wanalima wapate haki zao kwa wakati, alafu na wenyewe wawe na jitihada zaidi za kupata mazao mengi na masoko mazuri. Mimi kwa upande wangu kama elimu niliyoipata leo naweza nikaipeleka kwa jamii, alafu na wenyewe nikawashirikisha kama nilivyofundishwa. Baadaye wakikubali tunanili vikundi, alafu tunaenda kupokea kutoa mkopo, alafu tunapata kilimo bora. Wakipata elimu alafu wakapata mkopo, tunaweza kunufaika zaidi kwa sababu ukishapata elimu alafu baadaye ukapata mkopo ukaona utajikwamuaje, basi naweza kutegemea kwamba tutapata manufaa zaidi. Kwa habari za burudani, siasa na michezo, fuatilia kupitia STV Online Media. STV Online Media, tunakusaidia kukuhabarisha.